ninavyokuambia ndio alivyokuwa ananifokea hapo. Ni kwenye simu. Kwenye simu. Yeah. Ananifokea. Yeah. Akanifokea na akaniambia, wewe unaendelea kunifuatilia, wewe endelea tu kunifuatilia. Si kama unaelewa. Na huyu ni Mungu alikutumia wewe kama chombo kuona alichokibeba, then waliokuwepo pale kanisani ndio wanaelewa ninachokisema, maana wewe ukuwepo, ila ilikuwa ni kanisani. Sawa. Wewe endelea tu kunifuatilia wewe. Utanijua mimi ni nani? Nitakupoteza wewe. Unijui wewe. Alikuwa anaongea labda kwa hasira. Mimi sijui alikuwa amekasirika, sielewi. Lakini kwa kifupi nilipata kichambo kilichotakata. Alafu wote sijafikisha ujumbe, nikamwambia basi sawa. Samahani. Usinifuatilie kabisa, wewe achana na maisha yangu kabisa. Wazazi wangu wenyewe wamenishindwa, wewe utaniweza? Na kuuliza wewe utaniweza? Akanifokea kabisa. Mimi sitaki kuyaongea haya. Nimeongea kwa sababu umeniuliza. Kwa hiyo ndio maana nikakwambia kuna kitu Christina alikuwa ni kama alikuwa hakijui. Sasa ndio ulivyokwenda kwenye stage sasa mimi nimeshakomeshwa huku. Ushachambwa. Nishatishiwa na maisha. Sawa. Wewe pale madhabahuni unaniletea tena zile nani? Kwa sababu Christina hivi alisimama, alikuwa anajaribu kuconnect, kutengeneza. Maana Christina ni kama alisimama akawa anatengeneza kwamba tuwe wamoja, sio nini. Yes. Mimi kiukweli nisingeweza kuongea jambo lolote pale. Kwa sababu tayari nishachimbwa biti huko kwamba wewe endelea kunifuatilia, nitakupoteza. Manake kuna vitu mtu anaweza kaongea ukasema hivi ni huyu kweli au ni lakini ni kama yani alinitishia maisha kwamba nikiendelea kumfuatilia atanipoteza. Nimekuelewa. Pole sana. Alafu wewe unaniletea tena ile pale unaniuliza si nini ni wewe. Naongea kitu kuhusu Upendo Nkone, mwimbaji wa nyimbo za Injili. Upendo Nkone umeingia kwenye media hizo, kwenye social media, umeniongelea vibaya. Sasa katika yote uliyoongea ambalo mimi nimetaka leo niliongee ni kuhusu mimi kukutishia maisha. Ana hayo mengine yote uliyoongea nimeona ni ujinga tu. Mimi siingiage humu kwenye social media kwa sababu tu mtu kaongea basi niingie. Nikiona kuna cha maana hapo naisa nikaongea. Sasa cha maana nilichokiona mimi katika ulioyaongea ni kuhusu mimi kukutishia maisha. Na hii kukutishia maisha nataka ukanielezee vizuri kwenye sheria. Ukanielezee vizuri nimekutishiaje maisha na uje na ushahidi mzuri. Msione sifa kuchafua wenzenu. Msione sifa kutumia hiyo midomo yenu kuongea watu vibaya. Msiharibie wengine heshima ili nyewe muwepo. Hakuna mtu anaweza inuka kwa kumpiga mwenzie. Hakuna mtu anaweza kupanda kwa kumharibia mwenzie. Nkone, Upendo, katika watu siwawazi kwenye kichwa yangu hata kuwafikiria. Wewe na kuheshimu tu kama mama, na kuheshimu tu kama mtu mzima, na kuheshimu tu mimi wewe umri wako na mimi ni tofauti sana. Sasa hebu tuheshimiane tu. Tuheshimiane kabisa. Na waomba na kuomba. Utanieleza vizuri. Wapi nilikutishia? Sijaongea na wewe miaka karibia 9. Hatujaongea kukutana hivi tukaongea hata kwa simu. Sasa kama ulipanga uniangushe kwa maneno mabaya, unichafue, iwe mwanzo na mwisho. Narudia.